Madhabahu ni chombo cha kiroho ambacho kinamtoa mtu mwilini na kumsafirisha rohoni. Madhabahu ni chombo cha kiroho kinachomsafirisha mtu kutoka mwilini na kwenda rohoni. Wakati tunaposimama kuomba, kama ni mchungaji amesimama yuko madhabahuni, anawachukuaga washirika, anawaingiza rohoni ili wakapambane na matatizo yaliyoko ndani ya miili yao na yale matatizo yakaondoke. Ndio maana kuna umuhimu sana wewe mtu wa Mungu kutengeneza madhabahu kwenye nyumba yako, kutengeneza madhabahu unapoishi, ili unapoomba ujue kabisa, ninaposimama hapa nasimama kwenye madhabahu iliyojengwa na Mungu. Ukisoma habari ya Gideoni anapata wito wa kimungu na Mungu anasema naye, lakini aamini. Kwa sababu gani? Gideoni anaamini kwamba walishaomba Mungu kwa muda mrefu sana, alishamuomba Mungu kwa miaka mingi, lakini Mungu hakuwahi kusikia. Kwa nini Mungu hakusikia? Kwa sababu kulikuwa kuna madhabahu ya giza ambayo ilikuwa imekaa kwenye familia. Kulikuwa kuna madhabahu ya giza ya baba yake ambayo hata Gideoni akiomba juu ya ile madhabahu ya giza Mungu asikii. Kwa anahitaji Mungu aje kwenye ile madhabahu ya giza aweze kumjibu. Kwa Mungu akasema na Gideoni, kwa sababu Gideoni ana wito, Gideoni ana mission ya kimungu, lakini hawezi kufanya kitu kama yuko kwenye madhabahu ya giza. Madhabahu ya giza itakuwa inakushikilia, itakuwa inapambana na wewe kuhakikisha hauwezi kufika popote. Gideoni akaambiwa, vunja madhabahu ya baba yako. Ukisha ivunja hiyo madhabahu ya baba yako, utanitengenezea madhabahu, na wakati utanitengenezea madhabahu, mimi nitakuwa Mungu wenu na mimi nitakusaidia. Hiyo shida ya ukame, hiyo shida ya fedha, hiyo shida ya chakula, hiyo shida ya mavazi, hiyo shida ya afya, hiyo shida ya marafiki, hiyo shida ya ndugu hawapatani, hiyo shida ya ukoo, shida yoyote ambayo inasimama kwenye malango ya familia yako itaisha. Kwa nini itaisha? Ni kwa sababu umemtengenezea Mungu madhabahu. Wakati unamtengenezea Mungu madhabahu, uwaga anakuja mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Nyakati wa Pili 7:14 anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, anasema ndipo nitakaposikia na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Alafu macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa, kwa maana nimechagua nyumba hii na kuliita jina langu ili liwepo hapa. Utakapoita mchana nitakusikia, utakapoita usiku nitakusikia. Mungu anataka umtengenezee madhabahu, ili unapomtengenezea madhabahu, akija kwenye nyumba yako akute yeye ametengenezea madhabahu, ili awe rahisi kukutana na wewe. Kama una chombo cha kiroho cha kukusafirisha rohoni, unaomba kila siku, mambo yako yanakuwa magumu, haidha Mungu angekusikia zaidi kama ungekuta umemtengenezea madhabahu.